Kupitia magrupu ya WhatsApp na kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ilisambaa voice note na taarifa ambayo ilikuwa inaelezea kuhusiana na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa Chadema, na mzungumzia Freeman Mbowe kuhusishwa kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na Bishosti Wema Sepetunga keki ya taifa au vipi. Na ikasambaa pia voice note ambayo inasemekana ni maongezi yao kati ya Wema na Mheshimiwa Freeman Mbowe. Sasa kama kao hizi nikajaribu kuchekecha huku na huku nikampata Mheshimiwa Freeman Mbowe. Yeye kwanza baada hizi taarifa kutoka kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, voice note yake na Wema Sepetu kuhusiana kwamba wapo kwenye mahusiano ya kimapenzi na vitu kama hivyo, yeye ameichukuliaje? Mimi ninazichukulia kama taarifa za kawaida ya majitaka ambazo zinasambazwa, taarifa ambazo zinatengenezwa hazina ukweli wala hazina msingi wote. Tunapata za kusema kwa sasa, kwa sababu hizo taarifa si za kweli, na simu yangu ya mtandao inajaribu kufuatilia kujua zime originate kwa nani, kwa sababu kuna taarifa nyingine nazipata vile vile bado tunazifuatilia kuhusu kundi ambalo limetengeneza kwa makusudi kutuchafua, kwa sababu tu katika msiba tu wasema ukolezo, na ukweli utajulikana tu baada ya muda sio mrefu. Okay, lakini mheshimiwa, hii sauti ambayo nasikia kwenye hii voice note ni ya kwako si ya kwako? Najua tumegombana already, tumepishana sometime. I want to see whether it's possible for you to fly into Kili kesho, and so I can reserve my tomorrow evening mpaka Sunday tukae tuzungumze to iron out our differences. So I know you've been hurt and I apologize and I'm sorry, darling. Okay, kwa hiyo sauti ambayo inasikika hapa ambayo inadaiwa ni maongezi yako na Wema Sepetu sio ya kwako? Sasa baby, if you like, if you fly into Kia like tomorrow, early tomorrow, okay, anytime tomorrow, if you fly into Kia and then you fly back, I get you a flight to fly back into Dar like on Sunday morning, will that be fine for you? Okay, labda pengine mnahisi ni mtu gani ambaye anaweza kufanya hivi vitu kwa ajili ya kukuchafua na chama pamoja? Nikizungumza nitakuwa na haribu uchunguzi wetu, kwa sasa hivi hatuwezi kusema chochote. Kwa hiyo tujulikana tu lakini. Okay, labda katika maisha ya kawaida ushaje kujaribu kuwa na uhusiano wote na Wema Sepetu labda? Hapana, yule ni kiongozi wa kijamii, kwa maana kwamba wanachama wetu ambaye tunakaa katika mazingira ambayo alijiunga na chama chetu, na wako wanawake, wako wasichana, wako watu wengi kwenye chama chetu, kwamba hizi kuna mahusiano, si kweli. Hizo taarifa ambazo za upotoshaji tu. Okay, na baada hii voice note kutoka labda ushampigia kumwambia kinachoendelea? Hapana, niko kwenye msiba sasa hivi kwa kweli, na focus kwenye maandalizi ya mazishi ya Tamburo kesho. Siwezi kupani kwenye vitu ambavyo havina msingi. Okay, na issue ya nyinyi kunyimwa uwanja wa Mashujaa unaizungumziaje mheshimiwa? Ni kitendo cha kusikitisha sana. Kwa kawaida misiba inastahili kuwaunganisha Watanzania wote, kwa sababu anapofariki mwenzetu yote yule, whether ni kiongozi au sio kiongozi, ni msiba wa taifa, ni msiba wa kila mtu. Sasa unaponyima watu hata uwanja wa mwaga kiongozi wao, ni jambo la kusikitisha sana. Ni jambo ambalo limefanywa na viongozi wa serikali, ambapo na hakika angekuwa marehemu ni mtu wa serikali au wa Chama cha Mapinduzi wasingefanya mambo hayo, lakini sisi tumelipokea kwa masikitiko. Tumejaribu kuzungumza na viongozi kwamba jambo hili sio jema, linaigawa jamii, jambo hili linajenga chuki ambayo sio lazima. Lakini sawa, wenye mamlaka wakaamua kutumia nguvu na kuleta polisi uwanjani na kupiga mabomu. Sasa tunasema kitendo cha kumwaga Mheshimiwa Tamburo ni kitendo cha kibinadamu, ni kitendo cha kijamii, ni kitendo cha kiimani. Sasa tukianza na kuchanganya na kuna watu pigwa, watu kuwekwa ndani, tukaona tuepushe shari tu, tuame kwenye uwanja ambao hawakutaka tufanyie, lakini hawakutupa sababu yoyote ya msingi ambayo ingeweza kujenga ushawishi. Lakini zaidi ya hapo, mambo kama haya yanapokuwa yanatokea, kama watu wenye mamlaka wanaona kuna sababu ya kubadilisha chochote, wanashauriana na wale wahusika, lakini sio kuandika barua na kuanza kuzungusha polisi uwanjani na kuwapa watu ultimatum na kuondoka uwanjani. Ni mambo ya bahati mbaya sana, ni mambo ya kusikitisha sana. Na pia mheshimiwa, unazungumzaje sasa hivi siasa ya nchi yetu inapoelekea kwa kitendo kama cha juzi John Mnyika kutolewa bungeni? Mheshimiwa Mnyika alionewa kwanza na spika, akaonewa na askari, akadhalilishwa. Ile mwakilishi wa watu, ni kiongozi wa chama, ni kiongozi katika bunge, kumfanyia kile kitendo si ubinadamu kwa njia yote ile, kwa sababu hakutumia nguvu ya aina yoyote kugombana ama kukata akili. Alidai tu haki ya msingi, aliona kwamba kupinzani
kuwasilishwa bungeni na spika anaona. Sasa mambo haya tumeyazungumza kwa muda mrefu, yanaendelea ndani ya bunge, yanaendelea nje ya bunge, yanaendelea katikati ya jamii, na mwisho wa siku yanajenga tofauti katika jamii, yanajenga gawa wa Tanzania, na jambo ambalo tumelikaja mara nyingi, lakini naona wenzetu upande wa pili wameamua kuendelea